Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hujaji, alhamdulillah tumejaliwa kufika katika viwanja vya Mina. Je, unaonaje hali hapa Mina? Na wewe baada ya kufika hapa unaonaje? Je, mazingira yanaridhisha kwa mahujaji wote waliopo hapa? Kwa kweli mazingira yanaridhisha kwa kiasi cha hali. Tunaona mambo yanakwenda kwa mipango maalumu. Tumekaa sote tumetulia hapa, hakuna nini yote, hakuna bugdha yote. Hayo naridhisha, na tutarajii tupate raha sana hapa pa kupata nini ile, kupata kidogo testi za Allah kamili. Mashaallah. Alhamdulillah. Nadhani kuulize, tunaambiwa kwamba almuslim akhul muslim. Tunakutana waislamu mbalimbali hapa kutoka pande za dunia, wote tupo katika viwanja hivi. Je, hilo linadhihiri ukilitazama kweli katika uhalisia wake? Kabisa. Mimi hiyo nakumbuka maneno ya Malcolm X alipokuja hija, akaona watu wanavyochanganyika, wekundu, weusi, weupe, kila rangi, unaona, na wanakaa pamoja na nini, inaondosha ile ubaguzi, mambo ya nini ya rangi. Kwa hiyo inaunganisha Waislamu wote kwa kitu kimoja. Inafurahisha. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Lakini alhabibi, shukran jazila. Tupo hapa Mina. Tuna sasa katika Mina, ndio tayari hija inaanzia Mina kwa maelekezo ya Mtume wetu Muhammad sallam. Vipi wewe katika nafsi yako umejiandaaje kukabiliana na kisimamo cha Arafa kesho inshallah? Kwa Mwenyezi Mungu inshallah atatuwezesha, maana nini tumekuja hapa, tumekuja kunini ndo tusimame, tukiweza na inshallah tutaweza. Naona bana, japo kama tu wengine wagonjwa nini, lakini tutapata msaada kutoka kwenye taasisi ya nini ya tauhidi au taasisi nyingine. Tutaweza, naamini tutaweza kumaliza shughuli yetu bila matatizo yote. Hatutokosa kitu. Kwanza, kitu kinachoitwa ibada lazima kinakuwa katika lugha yetu ya leo changamoto zake. Kwa hivyo hapa Mina karibu miaka yote matatizo ya magodoro, ukaaji wetu unakuwa wa dhiki na shida, lakini ndio katika sehemu ya ibada yenyewe, kwa sababu leo tunalala juu ya magodoro, lakini wakati wa Bwana Mtume walikuwa wanalala chini. Kulikuwa hakuna hema, kulikuwa hakuna maisi, lakini alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa sisi bado tunaona kidogo pangali na usumbufu kwa zama zetu, lakini kwa huko wanakotokea wenzetu sasa hivi ingelikuwa wao wanahesabu sisi tuko katika raha mno. Tatizo la wengi tunakuja kufanya ibada hii ya hija au hata ibada nyingine ya swala, lakini kwanza tumeshindwa kujua nini ya ibada, alafu tunashindwa kufahamu nani tunamwabudia. Haiwezekani wewe unayeabudu kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala uwe tena katika maisha ya kutononoka na starehe, iwe kama wewe ndio muabudiwa, bali wewe uwe dhalili kwa yule unayemwabudia. Hiyo ndiyo ibada. Lakini kwa kuwa watu wengi wameshindwa kuelewa nini maana ya ibada, ndio unaowasikia wanalalamika sana. Kwa jina naitwa Ramadhani Mtumwa, almaarufu Mtumwa. Alhamdulillah, tumewasili toka usiku wa manane, tuko hapa katika viwanja vya Mina, ambapo sasa mahujaji wote wameshatoka katika mji mtukufu wa Maka, nikiwa na maana katika haram, na wote tumekuja katika viwanja vya Mina kwa sababu ya maandalizi hapa kwa maelekezo kama alivyoelekeza Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutapumzika hapa leo na kesho inshallah kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tutaelekea katika viwanja vya Arafa. Pale ni mahala ambapo tutafanya ibada, tutafanya dua, kujiombea na kuombea nchi zetu, lakini na kuombea kile kitakachoweza kuijalia dunia yetu kuwa salama sisi pa kuishi. Kwa hiyo nitumie pia fursa hii kuwaomba mahujaji wenzangu wote, pamoja na kujiombea, lakini pia tuombee nchi yetu ya Tanzania na familia zetu,
na kila yule mtu aliye, kama kuna mtu amekuagiza ufanye kumwombea dua, basi ni wakati mzuri kwa ajili ya kesho. Lakini pia nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania wenzangu ambao wapo nasi katika viwanja vya Arafa hiyo kesho, basi siku majumui kabisa, siku ambayo inastahili kufunga ili uende sambamba na mahujaji wakiwa katika viwanja vya Arafa, basi ni kesho. Na insha Allah kesho kutwa itakuwa yaumul Eid, ambapo sisi Mungu akitujalia kesho baada ya kutoka katika viwanja vya Arafa tutaelekea moja kwa moja jioni Muzdalifa, na pale tutalala pale kama alivyoelekeza Mwenyezi Mungu katika Qur'an, lakini na mambo haya aliyofanya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam.